Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko, Mheshimiwa Bwana Innocent Luga Bashungwa, mbunge wa Karagwe na Waziri wa Mambo ya Ndani, Mheshimiwa Ajati Fatuma Mwasa, mkuu wa mkoa wa Kagera. Kwa faida ya muda naomba niwataje viongozi wa serikali, viongozi wa dini, viongozi wa siasa na wananchi wote, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, karumna na kanyanyazi. Itifaki imezingatiwa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mada yangu fupi nitaelezea tamaduni za Wahaya kabla ya uhuru zilivyokuwa na kabla ya kuja kwa wakoloni, na mada yangu naita kumbuka kukumbuka. Wahenga wanatukumbusha gatagata tigeboa wa bombeo, ndio methali yetu Wahaya, gatagata tigeboa bombeo. Maji uchemka ayasahau baridi. Ukichemka ukakaa Mwanza usahau baridi Bukoba. Ukichemka ukakaa Dar es Salaam usahau baridi Bukoba. Methali nyingine ya Wahaya, atashuri za junza, asiyeenda kuchungulia atakutana na uozo. Tunawashukuru mnaorudi nyumbani kushuhuliza. Methali nyingine, rutarambula atemembire, asiyekagua shamba ukata ndizi kali akidhani ni ndizi laini. Kwa hiyo Wahaya wanasisitiza swala la kukumbuka. Ndio watu wengine wanaitwa tibaijuka ambao hawakumbuki. Wengine wanaitwa baijukia. Hayo yote ni kuwakumbusha watu. Kuhusu Bukoba Kagera, Spiki akiwa na garanti mwaka 1861 alipitia Karagwe, aliandika, nchi nzuri sana, hata wabeba mizigo wakitazama wanaitazama kwa mshangao. Kagereba nungi. Sasa kuhusu Wahaya. Wahaya wana methali inasema, atakumanyako etaiwe, asiye kujua anasema wewe. Mkuu wa mkoa ameelezea Wahaya ni wanamna gani, lakini neno Wahaya linatokana na neno okuaya, kuvua samaki, na linatokana na neno omuyaya, mbuga za chini, lowland. Kwa hiyo Wahaya wana sifa walizozitaja, lakini ngoja nifafanue chache. Wahaya ni wakarimu. Wahaya katika tamaduni zetu, hata kabla ya kuja wakoloni, wakiwa wanakula chakula, wanafungua mlango, wanaweka birika mbele pale, alafu wanaweka na maji. Mtu akipita wanamwambia oijeno unaba, uje unanawa. Lakini bado wanasisitiza ukarimu. Ndio maana kuna kauli mbiwa, methali, ekia mtime byara bitaishura, atanaga taronda, asiyepoteza hawezi kuokota, atanaga taronda. Na hii ni kanuni ambayo inatumika katika mambo mengi, hata serikalini, atanaga, hata dini, atanaga taronda, asiyepoteza haokoti. Hii imetumika katika ukarimu, lakini ni wakweli. Amazimatigai tabutai. Sasa katika kusema ukweli wamefikiriwa labda wanajigamba. Uwezi ukawa na urefu wa sentimita 170 ukasema nina 150. Huo ni uongo. Lakini Wahaya walipokuja hata Wajerumani walifurahia usafi wao. Yaani walikuwa wasafi. Ndio maana wanasema utabachikazi migendere, utabachishaija migendere. Wahaya walikuwa na heshima, hata wengine lakini walifundishwa. Vijana kabla ya kuolewa walifundishwa na walifundwa, hasa vijana wa kiume na wenyewe walifundwa namna ya kumtriti mwanamke. Na ilikuwa ruhusi kumpiga mwanamke, wanamwambia usimpige. Na ikitokea ukataka kumpiga akakimbilia kitandani, huko kitandani ni ubarozini, usidhubutu kumpiga. Walifundishwa. Kwa hiyo walimsaidia mtoto wa kiume
Na hili ndilo jambo ambalo tunaweza tukalipata kwa Wahaya, kumkomboa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ana shida anahitaji na yeye kumkomboa. Tumeongelea sana ukombozi wa mwanamke. Wahaya ni wacha Mungu. Mungu alimuita Katonda muumbaji, Rugaba mtoaji, Nyamuanga anayetoa amri, Nyakubao rubamba. Sasa waliamini katika Mungu mmoja. Kwa hiyo Waislamu walipoingia, ilikuwa ni rahisi kufundisha Suratul Nas, Maliki Nas, Ilahi Nas. Kwamba Mungu ni mfano wa binadamu, Maliki Nas. Lakini Wakatoliki walipokuja, wakaja na dhana kwamba Mungu ni moja, nafsi tatu. Wakakuta kuna mahala pa kuegemeza, kuna jina la Mungu ambalo lilitaja nafsi tatu, Kazoba Kanya Mwange ya Ntangaire, na wenyewe wakaingiza. Wahaya wanamtazama binadamu kwa macho ya kidini. Ndio maana kuna majina Kagemulo, zawadi ya Mungu. Byomutonzi ni mapenzi ya Mungu. Bya Mungu ni mapenzi ya Mungu. Bya Katonda ni mapenzi ya Mungu. Kamgisha baraka ya Mungu. Wahaya wanamtazama binadamu kwa macho ya ekolojia. Ndio maana binadamu wanaitwa abanabensi, children of the earth. Abanabensi kwa macho ya ekolojia. Kwa hiyo ni watunzaji wazuri wa mazingira. Nafikiri hata wageni mlipokuja meona miti na nini, hiyo inatoka zamani sana. Wanatunza ile miti mikubwa inaitwa bigabiro. Ni watunzaji wazuri wa mazingira. Wahaya kuna mambo ambayo waliyapitia Wahaya na bado ni ya muhimu sana. Kwa mfano, kupenda nyumbani na kupaendeleza ulikuwa ni utamaduni wa Wahaya. Vijana walifunzwa kuondoka kwenda kuemea au kutunda na kurudi na vitu vipya na kuendeleza mahali kwao. Nenda unatunda unarudi. Na walikuwa wanasitiza warudi haraka, kwa methali kabikanye afata shweire, ngoja viongezeke anakufa bila kuoa. Wahaya walisisitiza mtu kuzikwa kwao nyumbani. Hata kama angeliwa na mnyama, mifupa inaletwa nyumbani. Hata kama hakupatikana, pale alipopotelea wanatoa udongo wanaweka nyumbani, kurudi nyumbani. Kuomba kutoka nyumbani majina ya watoto. Watu wakiwa Dar es Salaam, wakiwa Mwanza, akizaa mtoto, jina la mtoto analiomba kutoka Bukoba. Anaomba kwa babu jina ili kuonesha arudi nyumbani. Kutambua koo ili wasioane kaka na dada. Kuna koo zaidi ya 120 ili wasije wakaoana. Kushikilia ardhi ya urithi na mengine. Wahaya wana urithi ambao ni dhania, intangible heritage. Mfano, enshoni. Wahaya wanafundisha watoto kutawaka shoni. Enshoni ya aibu inaitwa kifuniko, cover. Oteka waka shoni. Aibu ni pazia. Mtu ambaye ana aibu anasema nanka kanyamu kayaburwe kishona. Yani fulani alitatuka amekosa mtu wa kumshona. Aibu kisi ka screen. Lakini kuna intangible heritage, ubuntu. Ubuntu ndo utu. Fadhila zinakutana hapo na virema vinatawanyika. Kabla ya ukoloni tulikuwa na Bugabo inayokaliwa na Baenda Ngabo, hizo ni Imaya, Yangiro, Banyayangiro, Karagwe, Banyambo, Kianja, Bahamba, Bazirambali, Batemeire, alafu Kizibaba Ziba, Kyamtwara, Bayoza, Maruku, Bakara, Byaramulo, Rusubi, Bashubi, na Busubi, Basubi, na Ngara ya Bugufi, Abahangaza. Hizo ndizo nani zaza. Lakini Kagera walikuwa na chakula cha asili ambacho kinasaidia sana. Kikubwa ilikuwa ni ndizi, ebitoke. Na Wahaya wakawa na mafundisho kutoka hata chakula, wanatunga methali, akulira gombone minabire. Watakaye kula vizuri unamuona kabla janawa.
obukuru bunuze kitoke. Yani umri unapoenda ni ndizi tu inaweza ikawa safi, lakini binadamu anaanza. Lakini ensenene, na tukawa na utamaduni, msichana kabla hajaolewa anapeleka senene 9. Kwa hiyo namba takatifu kwa Wahaya ni namba 9. Namba 9 nko bazara akaito ya mwenda. Nyanjanka shabuka mnana ya mwenda na jigwamu. Namba 9 ndo namba takatifu. Wayahudi namba 7, lakini sisi namba 9. Wamasai namba 4, miguu ya ng'ombe, lakini sisi namba 9. Chakula kingine ambacho ni kizuri kwa Wahaya, miogo, viazi vitamu, viazi mviringo, obushera, uji wa mtama, omuramba, yani banana juice. Alafu tuna mboga za majani, shwiga, omtontozi, omugobe, omshokoro, ezambarao. Alafu matunda, entuntunu, amashasha, enkerere, embafu, enkaraito, amanembe. Wahaya walipenda kuvaa vizuri. Namalizia MC, namalizia. Ndio maana wanatunga methali, emanzeta tira murabo wabo, yani asiye azima hata wakwao wote anawaibisha. Kwa hiyo walifundisha watu kuvaa vizuri. Watemi na watoto wa matajiri walivaa nguo za ngozi na kishenshe, maskini walivaa orubugu, magome ya miti. Lakini walikuwa na utaratibu wa kutunza mazingira kwa kutumia kuni, makuti yaliyokauka ya migomba. Siku hizi hawatumii, lakini walitumia. Alafu walitumia kikonya, shina la migomba, zinakaushwa zinatumika kama kuni. Elimu, walifundishwa watoto wa miaka 12 hadi 15 walikuwa na miteko, walifundishwa maadili. Walikaa mahala fulani wanafundisha kujenga nyumba, kusafisha na mengine, lakini baadaye zikaja shule nyingine. Wahaya ni wazuri kwa ngoma na muziki. Wanasema ayao ile tawa itengi ya mabega kabianga tengeri ya bumosho, ambaye alicheza hata akisha zeeka, ikishindikana na tingisha na kushoto. Tuna aina za ngoma, ngarabi, mbutu, akasimbo, okuchekecha, omtoro. Ala tunananga na akadingidi. Hakuna utamaduni bila mziki na dansi. Kwa Waafrika, I dance therefore I am. Kwa wazungu, I think therefore I am. Lakini sisi, I dance therefore I am. Kama naweza nikacheza mziki, kwa hiyo nipo. Lakini tuna madawa, tangia kuna madawa ya asili. Tulikuwa na white magic na black magic. White magic ndo dawa nzuri. Kwa mfano, omusisi ni aina ya magugu yanajaribu kutibu maji ya tumbo la uzazi. Tuna mtongo, dawa ya shinikizo la damu. Tuna mgege, hii ni ya kutibu malaria. Kwa hiyo tuna dawa mbalimbali. Lakini tulikuwa na utamaduni, mkataba wa undugu ama urafiki, kuchanjiana damu. Kuchanjiana damu. Tunasema murumnawa wa kuigisa ebura mnyanyo wa kuisezoka. Walithamini sana urafiki. Kwa hiyo ikawa ni kuchanjiana damu. Lakini tumekuwa katika historia hii, tumekuwa na artist wazuri, Justice Kalikawe, Saida Karoli, Mwalimu Gango. Yuko wapi Mwalimu Gango? Ametunga huu wimbo tuliowimba wa Afrika Mashariki. Naomba naye tumpigie makofi. Lakini tulikuwa na viongozi ambao walishikana pamoja, Kardinali Lauriani Rugambwa, Askofu Kibira wa KKT na Sheikh Mikidadi. Hawa walianzisha kilimo cha umwagiliaji katika Ngono Project. Hii ilikuwa ni kitu kizuri sana. Ngono Project. Niishie hapo, hii kilimo cha umwagiliaji. Lakini tunaishukuru serikali na viongozi wote tangia Mwalimu Nyerere alisitiza elimu kwa wote, akaharmonize hapa Kagera. Kwa hiyo na kanisa Katoliki katoa Rugambwa na nini, akaharmonize, jambo zuri. Utamaduni wa kufanya kazi, kilimo cha kufa na kupona na mambo mengine. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hii kahawa sasa inarudi nafasi yake. Kahawa inarudi nafasi yake. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Papa Paulo wa 6 alisema amani, maendeleo ni jina jipya la amani. Maendeleo ni jina jipya la amani. Kwa kasi hii tutakuwa na amani. Kwa kasi hii mambo yataenda. Ejiniobu waya ijuko muka atarambura atemembire gatagata tigeboa bombeo. Asanteni sana. Makofi mengi sana 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 kwa Father Kamugisha. Tunakushukuru sana.